Kuna taarifa inahusisha fursa ya kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 10, lakini kwa sasa taarifa hii ikae mkiani kabisa. Maana kila kona ya Tanzania mjadala mkuu online na kwenye media ni kuhusu Kariakoo Derby na maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kileleni yanafanyika jijini Arusha. Ushasikia, chini ya bingwa wa trends RC Makonda. Tuwe wa kweli, mazungumzo mitaani na kwenye vyombo vya habari hayawezi kuhusisha fursa kwa wanawake kumega kiasi cha pesa kutoka kwenye hizi bilioni 10 ambazo zilitumika mwaka 2023 kuagiza nyama ya kuku nje ya Tanzania. Tuacheni tu relax kidogo. Tunazungumzia game kubwa zaidi kati ya Simba na Yanga ambayo inatokea weekend hii, ambapo mamilioni ya wanawake mjini, vijijini, wenye kazi, majobless, single mothers, mabinti na hata wasio na chanzo chochote cha mapato watasisimka sana kufuatilia jinsi familia ya Azizi Ki na Mobeto wanavyoiendea mechi hii ya kipekee kabisa. Tukubali, kwa washabiki na wasio washabiki wa soka Tanzania kuna msisimko wa aina yake kwenye dabi hii, hasa kwa Mobeto na Azizi Ki. Hivyo mijadala kwa watangazaji wa vipindi vya radio na trends mtandaoni zisibugudhiwe na taarifa nyingine chafu kama fursa zinazopatikana kwenye sekta ya ufugaji wa kuku kwa wanawake wa mjini na vijijini. Taarifa hizi haziwezi kutafuna bando la mtu wala kufyonza dakika za watangazaji mahiri wa masuala ya kina mama kama vile Mina Ali, Rita Chualo au yule rapa wa Miladayo, Bikidude. Hawezi kupoteza time yake kuzitaja takwimu hizi za kiasi cha zaidi ya dolari milioni 5 zinazotoka nchini Tanzania kwenda kwa wafugaji wa kuku nje ya nchi, wakati kuku ni mchongo rahisi kwa wanawake wasio na ajira rasmi Tanzania. Tuwe wazi, hizi habari zinaboa. Watajaza. Nani aliwaambia wasiende shule? Wakati huu wanawake nchi nzima tuko excited kuona shemeji mpya wa Yanga Afrika ataingiaje uwanja wa Taifa, dimba la Benjamin Mkapa. Atavaa jezi ya Yanga au atavaa jezi ya klabu yake pendwa Simba? Au Azizi Ki ameshafanya kazi tukufu tuliyomtuma ya kwenda kumsilimisha kwenda Yanga? Yaani mtu upendeze, unanukia vizuri, unasikilizwa na hadhira kubwa, unavaa vizuri mtandaoni, una watu wengi, wache mambo yanayotrend mtandaoni, mambo yanayoleta namba nzuri mtandaoni, wewe upoteze muda kujadili changamoto zinazowakumba akina mama katika biashara ya ufugaji wa kuku. Kweli? Mwijako, hii maneno haina msisimko wote hapo Crown. Hakuna. Mfano Azizi Ki, mwamba wa Wagadugu, maana sasa hivi amekuwa wa moto ile mbaya. Akitia kamba, Mobeto atashangilia. Ndio vitu tunataka kujua. Eti uchukue dakika 2 nzima unasisitiza kwamba mabinti waliomaliza form 4 wakiingia kwenye ufugaji wa kuku wanaweza kuokota kiasi kutoka kwenye hizo pesa ambazo zinaenda kununua kuku nje ya nchi. Wewe acha watu wa mataifa mengine waingize hela. Hizi habari zinaboa na hazileti namba, hata kama habari hizi zinaweza kusaidia serikali kubakiza dolari pale BOT. Hatutaki kuzisikia. Tumekubaliana kama taifa, headline ni dabi. Tukimalizana na dabi, tutakwenda kuangalia wasanii walifanyaje performance pale Arusha, wameweza kuimba live. Hizo ndo headlines tunataka tuzione kwenye radio, TV na trends mtandaoni. Hizo ndo zinatakiwa zimalize bando langu, kwa sababu ni kupoteza muda kujadili fursa za ufugaji wakati kuna matukio muhimu yanayotokea siku 2-3 hizi. In fact, timu itakayoshinda hiyo tarehe 8 tunataka Mheshimiwa Rais aipongeze, na akimaliza sisi tutampongeza Mheshimiwa Rais kwa kupongeza timu yetu. Hamna haja kumsaidia kusisitiza wasichana sijui ajiajiri kwenye mnyororo wa thamani wa kuku sijui nini. Wapi? Happy Women's Day Tanzania.